Haleluya. Nataka tuongee juu ya mchanga. Mchanga ndio iliweza kuumba mwanadamu. Maandiko vizuri yanasema Bwana Mungu akamfanya mtu kuwa kwa mavumbi ya ardhi, akapuliza pumzi ya uhai, mtu akawa kiumbe. Mungu kile alifanya ili aumbe mwanadamu, alitengeneza mchanga. Baada ya kutengeneza ule mchanga, akaunda, akaweka, maybe aliweka maji, akaunda kitu mfano wa ile kitu ilikuwa ndani ya moyo wake, akaunda mwanadamu. Na wakati alimuunda vizuri, akaona, akamweka macho, akamweka masikio, pati zote za mwili akaumba. Akarudi wakati aliweka pumzi yake, Mungu akatenda mema. Pumzi wakati iliingia ndani ya mapua yake, ikaingia ndani, akaumba naye kule ndani. Akili ikaumba, the brain, lungs, whatever, vitu vyote vile viko ndani, na damu ikaingia ndani. Akarudi ule mwanadamu akasimama kupitia mchanga. Haleluya. So baada ya kuumba, aliweka uhai kupitia mapua yake, na kutoka pale mwanadamu akaumbika, akawa kiumbe ya ajabu sana. Na ndio unaona ukiendelea katika hiyo maandiko, ndio unaona naye Hawa vile aliumbwa tofauti. Hawa ni kulalishwa, naye huyu Adamu alilalishwa akapata usingizi. Baada ya kulala usingizi mzito, akatoa umbavu moja, naye akaweka chini pale mavumbini, akaumba tena, akainenea, na kutoka pale naye ikawa mwanadamu, naye akasimama. Kwa hiyo mwanadamu ni mavumbi au ni mchanga. Kwa hiyo tumetoka katika hiyo mchanga, na ndio naona akili yako inaweza kutii. Mwili yako inatii akili yako. Ukisema wacha niongee, inaongea. Haleluya. Wewe ni mchanga na mimi ni mchanga. Nina uwezo kukuambia kuja. Haleluya. Hebu tufanye mfano kidogo. Wewe ni mchanga na mimi mchanga. Wewe mchanga, simama. Simameni. Unaona mchanga inakubali. Haleluya. Mchanga keti tena. Na mimi mchanga nimesimama, si ndio? So mchanga ina masikio. Ina masikio. Si unaniona? Wewe ni mchanga. Kama unaniona wewe ni mchanga. Mchanga ina macho. Mchanga inaelewa maneno. Na ndio naona katika kitabu cha Genesis chapter 3 hapo 17, ukiangalia wakati ule Adamu na Hawa waliamuliwa na Mungu, wakaambiwa hivi: nimekupatia hii shamba, ukae ndani ya hii shamba, iwe ni yako. Na urudi tena hii shamba, nimekutengenezea matunda za aina yote, uwe unakula machungwa, maembe, type zote za matunda, nyanya, kila kitu. Na kutoka pale akaambiwa hivi: kila nimekupatia uwe unakula kila kitu kwa katika shamba, lakini niko na miti yangu naye miwili, ile itakuwa inanifurahisha. Ya kwanza ni hii kwa hapa, na hii nyingine miti miwili. Akaambiwa asije kugusa wala asije kuja pale. Ilikuwa ya Mungu. Naye Mungu akienda pale anafurahi, akiona ile matunda anafurahia. Haleluya. Akajijengea kwa shamba yote, akapeana, akarudi akaacha miti miwili pekee ikawa ni yake. Adamu akaambiwa usije kuigusa. Naye kutoka pale shetani akaja akiwa mfano wa nyoka. Wakati ule Hawa ameondoka, Adamu ameondoka kidogo, akaenda akaambia Adamu Hawa, baada Adamu kuondoka kidogo, akamwambia, nataka tushike statement, unaona ilikuwa na ukweli. Shetani hapo aliongea ukweli. Hata sijawahi kusikia shetani akiongea ukweli sana. Be very careful. Watu wale wanakudanganya, wanaongeaga ukweli. Mahali anafanya anakuambia ukweli, anarudi ana twist kidogo ndio uanguke mahali. Unaambiwa kutoka hapa kwenda Nairobi, unaweza kutoka hapa
shika Kamete Road, enda ufike Osops, pita mkono wa ushoto, uende utokea Kariobangi, uende Juja Road, utatokea Nairobi. Haleluya. Si unaenda inafika, lakini kuna njia ile inastahili. Utoke hapa, enda Thika Road, panda na Thika Road, tokea Murang'a Road, ingia Ngara au Pangani, fika Nairobi. Simple, bandara kuzunguka. Shetani aliongea ukweli, akamwambia hivi, haya mitunda mliachua miwili na Mungu, ina mambo mawili very important, which is it was very true. Ilikuwa na kujua mema na mabaya. Haleluya. Haleluya. Akaambia hivi, inakujua ukila utajua mabaya na mazuri. Na which is it was very true. Si ni kweli? Akarudi tena akaambiwa, mkila mtakaa kama Mungu, mtaanza kufikiria kama Mungu. Si ni kweli? Haleluya. So akaambiwa hivi, mahali sasa alitwist kidogo. Alimwambia Mungu ni mdanganyifu, hataki mule haya matunda mfanane naye. Mungu kwa hakika si mdanganyifu hata kidogo. Shetani ndio aliye mdanganyifu. Hawa hakuelewa anything, aliona kama ameambiwa ukweli. Akaambia kula haya matunda, na kweli akaenda akachukua ile matunda, akaenda akala, na kweli akasikia iko sawa. Karuni kutoka pale, wakati ule alikula, shetani akaondoka akiwa mfano wa nyoka. Wakati ule aliondoka, akamwacha pale. Na I think alibaki na stress. Mtaambia Adamu, bwanangu nini? Nini kitu mtafanya nini? Haleluya. Na alikuwa na that anxiety ya kutaka kujua kama anaona kama kuna kitu anafikiria, aidha kibaya au kizuri. Wakati ule naye Adamu alikuja, akaambiwa, bwana wacha nikuambie bwanangu, shetani alikuja hapa akiwa mfano wa nyoka na ameniambia ukweli. Ameniambia Mungu watu anataka tujue mema na mabaya. Akaniambia hii miti miwili, ukila hii utajua mazuri na hii nyingine utajua mabaya. Haleluya. Akamwambia nenda chukua. Naye Adamu naye akaenda akachukua ile mti moja ya kujua mazuri naye akala. Haleluya. Akaanza kusikia ameanza kubadilika. Ni kama mapombe. Vile watu fundisho wa pombe, nikisikia mtu unaonyeshwa kidogo, unasikia akili inabadilika. Inaanza kupiga mbio kama pikipiki, boda. Haleluya. Ukikaa unaanza kuona kuwili. Mtu mmoja unaona na wawili. Kama ambaye kulikuwa na watu 10, unaona ambaye imejaa watu kiasi wamefurika. Unashangaa. Pombe ikuwa kwa glasi na iko nusu, unaona imejaa mpaka inamwagika. Haleluya. Unaiweka kwa mdomo, unarudi mpaka unaanguka na upande mwingine sababu haleluya. Amen. Haleluya. Unaanza tena na fundisho kuvuta bangi. Unaambiwa ukiweka bangi upumue. Uvuta na ndani mara 2 mara 3 utaona changes. Na kuambia unavuta. Ukikaa unaanza kuona mawingu iko hapa, unaanza kuinama pole. Ukavai unaona iko hapa unainama. Jina la Bwana liinuliwe. Hivyo ndio Adamu naye na Hawa wakati walikula wakafumbuka macho. Adamu akaangalia bibi yake akaona ako uchi. Akatoroka. Naye Hawa akaangalia akaona mjamaa ako uchi, akatoroka. Wakao mkosi walikula ile matunda ndio wajua mema na mabaya, walikimbia wakaenda wakachukua majani wakajifunga naye. Na kutoka pale wakakaa hivyo. Haleluya. Ikawa ile majani ikinyauka, wanaenda wanatafuta ingine. Ikinyauka, wanaleta ingine. Mungu akiwa mbinguni, si ati ya kwamba hakuwa anaelewa haya maneno. Alikuwa anajua kila kitu. Akangojea aone kama wataanza kufikiria. Akawapa nafasi wakaanza. Ile ulevi ukaanza kuingia pole. Haleluya. Haleluya. Adamu akaanza kuelewa hata kupanda miti. Hawa akaanza kujua mpaka sasa anaangalia bwana yake hivi, anaanza kuona sio mtu mzuri. Shinda ikaanza kutoka pale. Mungu siku moja akaja.
Andiko nasema ya kwamba Adamu akasikia nyayo za Mungu akija, akatoroka, akaenda kujificha. Baada kujificha, Mungu akatoa sauti yake, Adamu, Adamu, uko wapi? Akasema mimi niko hapa. Akaulizwa uko wapi? Niko hapa mimi, nimejificha sababu niko uchi. Akaulizwa wewe, nani alikwambia uko uchi? Akasema ya kwamba baada ya kula ile matunda ulituambia tusile, ile matunda kujua mabaya na ile nyingine kujua mazuri, hapo ndio tulifunguka macho, nikaanza kuona mbuzi ziko uchi, ng'ombe ziko uchi, sigiri. Ile mnaitanga sisimisi. Haleluya. Uko uchi. Bibi yangu ako uchi. Mimi nikaenda nikatoroka nikajificha. Akaambiwa kuja tupatane, niko hapa. Adamu akaenda akiwa anaangalia kando. Hakuweza kumwangalia Mungu. Mungu akamuuliza swali akiwa na uchungu mwingi sana. Kwa nini ulikula haya matunda? Akasema ya kwamba mimi, yule alifanya nikule matunda hii ni huyu bibi. Haleluya. Hai, aliongea baya. Ati Bwana Mungu akamwambia mwanamke, nini hili ulilolifanya kwa mwanamke? Akasema nyoka alidanganya nikala. Akastaki nyoka, bandara angetubu dhambi zake. Ni vyema baada kufanya dhambi unakuwa na wakati wa kutubu bandara ya kuhukumu. Hawa alianza kuhukumu nyoka. Hebu tuendelee. Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umefanya hayo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote. Nyoka akalaaniwa kuliko wanyama wengine wote, kwa maana ndiye alianza uongo pale katika ile shamba la Eden. Umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walio mwituni. Kwa tumbo utakwenda na mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Inaonekana Mungu akiumba nyoka alikuwa ameumba na ilikuwa na miguu. Unaelewa? Aliambiwa sasa kutoka leo utatembea na miguu tena, utakuwa unatembea na tumbo. Na ndio unaona nyoka anatembea na tumbo. Na akaambiwa chakula yako itakuwa mavumbi. Sasa akalaaniwa, akawa kazi. Ndio unaona nyoka anaweza kuishi mahali moja. Akikula mavumbi, ile mavumbi inakuwa chakula na anaishi. Laana hapo ndio ilianza sasa. Mwanadamu, nyoka ndiye alianza kulaaniwa. Shetani alipata laana akiwa wa kwanza. Hakuvalishwa, hata hakuna mahali tunasikia kwamba Mungu alimtengenezea nguo. Na ndio unaona the worshipers wote wakienda katika ile kanisa lao huwa wanavua nguo. Malaika wote wa shetani hakuna mmoja anakuanga na nguo, wote wako uchi. Haleluya. Haleluya. Hapo ndio shinda ilianza. Ukumbuke huyu nyoka alikuwa malaika mzuri sana. Alikuwa mmoja wale walikuwa wamesimamia sifa, praise and worship kule mbinguni. Ndio walikuwa naimba seraphims. Na wakati ule alianza kuasi kule mbinguni, akawa na kiburi, akaanza kutengeneza mbingu. Akasema nataka kutengeneza mbingu juu ya Mungu, ndiye hawa anamtawala. Mungu akamwambia my friend, haiwezekani. Akapigwa mpaka mwishowe akatupwa hapa. Kwa maana kule mbinguni malaika wote wamevalishwa nguo za utakatifu. Haleluya. Hakuna malaika kule ako uchi. Nguo za utakatifu ndio wamevalishwa wote. Na shetani sababu aliasi, ile nguo utakatifu huwa ilitoka akabaki akiwa uchi. So wale malaika wote walikuwa wanapigana na Mikaeli kule mbinguni, walikuwa wanajuana vizuri sana, sababu wale baada kwenda kinyume nguo ya utakatifu iliondoka wakawa uchi. Kwa hivyo walikuwa wanapigana, wale walikuwa uchi na wale walikuwa na manguo. Wale walikuwa uchi wakashindwa, wakatupa pale hapa ulimwengu. Kama vile maandiko yanasema katika kitabu cha Ufunuo 12:7, Shetani akateremka, yule nyoka wa zamani. Baka malaika kule mbinguni wakasema hole kwa ulimwengu. Haleluya.
na wakati alikuja. Kwa hivyo Adamu wakati ule aliumbwa na Hawa, shetani tayari alikuwa ulimwengu, alikuwa anatembea. So ulimwengu ukiumbwa alikuwa anajua. Na ndio unaona katika Isaya namba 47, 49 and 45 ana siri kubwa sana. Mahali Mungu aliweka siri, akaweka maandiko inasema damu na fedha ni yangu, na akasema ya kwamba ameweka siri, kuna utajiri ameweka katika giza. Wapi? Kule ameweka huko ndani, ameficha. Haleluya. Shetani alijua. That is Isaiah 45. Maandiko inasema ya kwamba mara nimeweka mali yangu au utajiri wangu kule gizani. Mahali itakuwa natolewa ule nataka. Wapi? Chini ya ardhi, under the ground. Huko ndiye ameweka dhahabu na fedha, zimejaa kule. Leo nataka tuamini Baba aliye juu mbinguni, hii dhahabu na fedha imewekwa kule under the ground. Mungu anene nasi siku ya leo, tutendewe muujiza, tuipone katika jina la Yesu. Na ndio Monday worshipers, Freemasons, all the time wanakaa wanasema ya kwamba wana mali kule gizani, wanasema hakuna mali kule katika nuru. Wanamaanisha nini? Kwa nuru ni kwa Kristo. Kwa hiyo wanasema katika nuru katika nuru ni umaskini tupu. Katika giza, hapo ndio nasema ndio utajiri umejaa. Halo, tuko pamoja. Ukisikia wakati wanahubiri wanasema huko kwa giza, huko ndio kwa maana wako gizani. Huko ndio mali iko. Hiyo mali ni ya Baba yetu aliye juu mbinguni. Na leo tutaipokea katika jina la Yesu. Haleluya. Hiyo lazima tuipokee Jesus name. Leo maskini, mahangaiko na mateso leo inafika mwisho Jesus name. Haleluya. Na mkono wa Mungu utaonekana, sababu kuna Mungu aishiye milele. Nataka tunelee mchanga na Mungu atatenda mema. Adamu wakati ule alifanya hii maneno yote, shida itokea. Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umefanya hayo umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani. Hebu tuende na 15. Nami nitawaweka uadui kati yako na huo mwanamke. Lazima tuwe na uadui mwingi sana na shetani. Waacheni kutengeneza urafiki na shetani. Sijui katikati yako na mtu ule hajaokoka, nini iko katikati yako? Mnachengenyana pamoja, mnatengeneza urafiki. Unakuta dada ameokoka, anaenda anaolewa na mtu hajaokoka. Unakuta ndugu ameokoka, anaenda anaolewa na mtu au anaoa mtu hajaokoka. Nini iko common katikati yenu? Giza na nuru ni nini iko pale? Wale ukitaka kuingia katika dini zingine lazima wakubadilishe. Haleluya. Lakini Mkristo sisi wenyewe hatuna uadui. Na ndio unaona watu wanateswa. Maana tunasema mimi nitaweka uadui katikati yako na mwanamke na kati ya usawa wako na usawa wake. Huwa atakuponda kichwa na wewe atakuponda kisigino. Akaweka uadui na akapeana direction bila mtakuwa mnaumizana wenyewe. Akaambia wewe mwanadamu, wewe usawa wa Adamu, wewe atakuwa anakuuma kisigino na wewe wenyewe utakuwa unamponda kichwa, anakufa. Na ndio unaona ile mtundi physically, nyoka hata mgongo uvunje hawezi ukufa mpaka uangamize kichwa na kutoka pale na nakufa. Haleluya. Naye huku kwa nyayo kisigino ni nini? Nafsi zote zimeishia hapa. Kidini zako, nafsi zote za kidini imeishia hapa. Sa heart ni hapa chini, sa lungs ni hapa chini, zote siko hapa. So wakati unauma na nyoka, ndani inaendaga direct, inaingia kwa moyo direct, ingine inaingia kwa kidini. Because nafsi zote mwisho ni kama anazungumza nini? Ni kama hii kikingi hii imeshikilia hapa, imeishia hapa. Au together. Hii kamera hapa, unaona inazunguka yenyewe. Haleluya. Hii mali imekanyaga hapa ndio mwisho. Au together. Naye nafsi zote zako zinaishia hapo. Jina la Bwana liinuliwe.
Huu ni Mungu wa miujiza. Akaambia naye atakuwa anauma hapo. Wapi Bwana? Shetani atakuwa anagonga mahali akili yako, kile mahali tamaa yako iko. Kama ni pesa, unapata pesa za kishetani. Unaangamia. Tamaa yako. Ni vyema kila mmoja angalie tamaa yake. Nini unapenda sana? Kile unapenda sana hiyo ndio itakuangusha. Be very careful. Maandiko yanatuambia tupende Mungu sana. Waacheni tuweke mali ndani ya akili zetu. Pesa ndani ya akili zetu. Haleluya. Kazi ndani ya akili zetu. Tuweke hata watoto, our families ndani ya akili zetu. Ndani ya mioyo tuweke Kristo pekee. Wakati unaweka Kristo, unachanganya Kristo ndani ya moyo wako pamoja na mali, watoto wako, bwana yako, bibi yako. Hiyo ndio inakula Mkristo. Waacheni mali yote tuweke katika brain, ndani ya akili. Yesu usimweke kwa akili, mweke ndani ya moyo. Waacheni tupatie Yesu moyo wetu pekee. Akili weka vitu vyako. Na ndio naona wale wameweka Kristo ndani ya akili yao. Bibi na bwana wakikosana hawaingii kanisa. Ukitaka kujipima vizuri, ni wakati ule unajua kanisani hapa mara nyingi watu kuna kwa udanganyifu mwingi. Sikumbuke jana vile mlitandika kama. Na tuka mlitana hepo mawe. Wewe nini? Lakini sasa hivi umeoga mpaka umepaka mafuta. Sasa uko sawa tena. Wewe akasema ulikuwa unataka nani? Ujue wewe uko na shida. Wewe sio hata afadhali yule alikuwa anataka kuoa, hata afadhali yule ulikuta. Mnashambuliana. Lakini kanisani unaenda unatafuta ile gari, ile nguo itakava hiyo maneno yote. Na unapaka mafuta, unarudi unatudanganya, unapiga sprays. Ndio unuke vizuri, usinuke ile matusi. Basi Kristo anasikia unanuka ile matusi. Yale uliongea yote. Unless utubu mbele zake Bwana. Na ndio unaona kuna uadui mwingi. Sijui ni kwa nini tunashiriki na watu wale hawajaokoka katika mambo yetu. Sijui ni nani alikuambia na Mungu aliweka uadui. Juno kile kilifanya Adamu na Hawa wafukuzwe ni kuvunja sheria. Na wakati ule tunavunja sheria za Mungu, kutoka pale ndio shida inaanza. Ukivunja sheria, maandiko yanasema usiibe, unaenda unaiba. Unavunja sheria. Hapo ndio mwanzo wa mambo yote mabaya. Na kutoka pale ndio Mungu aliteremuka na hali ya kulaani. Akamwambia wewe Adamu, sababu ulisikia maneno ya bibi yako wewe Hawa. Na ukaniambia vizuri ya kwamba huyu mwanamke badala useme bibi yangu, Mungu wangu. Madharau ikiingia watu wanaitana anything. Tuacheni madharau kutoka leo katika jina la Yesu. Hallelujah. Mungu akamwambia Adam, my friend, umeona nimelaani shetani na sasa nataka nao kulaani. Alienda na mpango. Shetani akamwambia wewe nimekumalisia. Nimekuambia hivi, kutoka leo nimeweka uadui katikati yako na mwanadamu. Na atakuwa nakuponda kichwa, anakumaliza wewe. Songa uende. Adam nawe kuja hapa. Adam naye akaja akasimama mbele yake Jehova. Akaambia na wewe nilikuweka hapa uwe kiongozi wa hii boma. Na utengeneze hii shamba. Na tukaongea na wewe vizuri. Usije kugusa hii miti miwili. Hii ya kujua mema na hii ya kujua mabaya. Lakini wewe ulienda kinyume. Ukapatia mwanamke huyu nilikupa akutawale. Mwishowe amekuletea hii shinda ukale matunda kama vile umeniambia. Na sasa nawe nakuambia hivi. Hii hadi nimeiani kutoka leo. Number 1, utakuwa unailima inatoka michongoma na miiba. Kumaanisha michongoma na miiba Mungu hapo ameumba wakati ule aliumba vitu. Aliumba baada ya dhambi. Are we together? Niigua na shome. Ikaumbika. Na ndio unaona hata leo maisha yetu, kwa maana tunakanyaga hii mchanga. Maneno ni mbaya. Wewe unaenda na ukifikiria utalipishwa pesa kidogo pale fair, ukienda unakuta imeinuliwa. Hiyo ni shome.
Unaenda unatengeneza biashara, ukifikiria inakuja vizuri, dakika kidogo miiba inakuja inadunga dunga, yote inaishia. Wewe unafikiria kwamba umeoa sasa. Unajua kuna mwimbaji mmoja alisema hata kuoa tukiwa tunafikiria tumefika. Unaoa, unafikiria sasa sababu ya kuoa na kuolewa ni kuishi tu katika raha na kucheka na kufurahi. Siku 2-3 kama message kanaingia pale kwa simu ya bibi yako ukiwa naye, na mwingine anamuita maingia be, na kuambia hiyo ni miiba. Mnakoangana ile jai kuonekana. Unakuja kanisani ulikuwa umejifunga vizuri sana, hata ya kwamba unapaka unambia shetani aondoka be, songa sikaribia mimi. Haleluya, haleluya. Ukifika pale mtu wa kwanza anakuuliza kai, kwani unakaa namna gani? Unakuwasika tena. Hiyo ni miiba. Tunaduga siku na mchana. Chochote kile tunapanda ni shida. Ukipanda mimea bandara imee, unakuta majani yanatoka ya kwanza. Unailimia my friend. Maandiko yanasema ya kwamba utasweat mpaka wakati utakufa, uramba na hii dust. Ndiye anaambiwa nami, naweka uambi hebu tuende 16. Akamwambia mwanamke, hakika nitakuzindishia uchungu wako, na kuzaa kwako kwa uchungu utazaa watoto, hata hivyo hamu yako itakuwa kwa mumeo na atakutawala. Kupata watoto wakubwa na shida vile ya leo. Nakuta unapata mtoto unapitia katika uchungu. Nakwambia kama wanawake, kwa maana mara nyingine mnaomba maombi yenu inafika haraka. Kama mnaweza kuomba mseme ya kwamba Mungu atende miujiza wanaume waanze kupata mimba. Sidhani mwanaume gani anaweza kukubali kupata mimba mtoto wa pili. Bacho unaweza kupata mimba ngapi? Uko umejitolea? Hakuna. Bacho unasema wewe kakubali mimba hata moja. Haleluya. Haleluya. Carlos, ungependa kupata mimba ngapi? Sasa ikumaanisha hakuna kupata watoto. Na unakuta mwanamke sababu yako na laana. Unajua mko na laana? Mumelaaniwa bwana. Mliambiwa mtakuwa mnapata watoto kwa uchungu na mtakuwa mnakibishana na wanaume. Tamaa yenu itakuwa juu yenu. Ndio mumaga kwanyu. Munaenda kwa wenyewe. Na ajali unakuta mchana anapiga kifua anasema mimi hata mama aseme taenda. Na anaenda. Yule mtoto hata apelekwa polisi. Kuna kingine hapa tulipeleka mpaka polisi. Haleluya. Mama yake alinipigia akaniambia pastor nimempeleka polisi. Nikamwambia oh my dear, umefanya mbaya sana. Hii ni laana hii. Nikwambia maneno ya wiki kama 3 inaisha. Nikamwambia hii ni laana. Wacha tu akuje nenda mtoe mkuje kanisani hapa tupembeleze yeye pole pole arudi shule. Alikuwa ako supposed kufanya mtihani this year form 4. Mchana akaja. Nikamuuliza sasa wewe kwa nini unataka kusoma? Hakuna mtu anakuambia usiolewe. Unajua alikuwa mama yake alikuwa anamwambia, "Mimi sitaki uolewe na hiyo kijana." Anamuuliza, "Unaolewa na ni kwa nini unaolewa na baba yako?" Mama anashinda bila atasema. Baba naye anamwambia, "Wewe unaenda kwa hiyo kijana kwa nini? Unataka kuolewa?" Anamuuliza, "Wewe si ulioa mama?" Nakwambia inashindikana ili jawahi kuonekana. Yule mchana alikuja hapa tukaongea, nikampembeleza, nikamwambia mimi sija kuambia mimi, kwa maana lazima ujue wazazi waliongea nini. Nikamwambia mimi sio kukuambia usiolewe, hata unahitaji kuolewa. Uko na miaka ngapi? Akaniambia mimi niko na 17 years. Nikamwambia hata kuolewa unaweza kuolewa. Umetosha kupata watoto hata watatu au wanne. Lakini tu nataka tuelewane kabla hujaolewa, at least wewe ufanye mtihani huwa form 4 upate certificate. Mtu uolewa na anafukuzwa. Hapo ndio mambo ilichemka nikabadilisha. Kaniambia nifukuzwe na nani? Na nani? Mmoja ananipenda.
Mungu ananipenda sana. Hata nilinunulia saa ya ngiri 12. Haleluya. Kamwambia sorry hata kufukuza lakini ni vyema tusome. Haleluya. Haleluya. Mchana kaniambia pastor, nitakubali kusoma lakini waambie ndani. Acha kunichapa. Mimi ile kitu nitamwekelea. Angalia. So wanaume wacheni kupiga. Msichana ukiona kifua imekuwa kubwa, usimguse. Baba, usimguse. Kaa kando. Shinda iko. Haleluya. Akaniambia hata wapi mama yake akaniambia naye ambia huyu mwanamke. Nani? Huyu mama. Mwambie naye ache kuwa anaingia kwangu. Nikamwambia na wewe mama, ujue sasa usio unaingia kila wakati lakini akienda wao anaweza kuingia. Kaniambia wapi? Nitakuwa naenda na kifunguo. Nikamwambia wewe, nyumba sio yako. Utatawala nyumba yako ukiolewa. Akaniuliza unataka niende? Nikamwambia hai, na wewe uende aje. Sasa si wewe unataka kuolewa, mtakuwa mnagombana hivyo, unachukua mali naenda. Akaniambia sorry pastor. Tuliongea mpaka mchana akaelewa. Jina la Bwana liendelee. Lakini fujo ile jawe kuonekana. Unajua ni kwa nini si kurogoa? Kuna vitu vingine wanasema ati ni kamote gani? Hii ni laana. Haleluya. Haleluya. Hii ni laana Bwana. Sasa kutoka pale naye Abi jirani akaambia sasa na wewe utakuwa mahangaika siku na mchana. Twende 17. Akamwambia Adamu, kwa kuwa umeisikiza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambayo nilikuagiza nikisema usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Ardhi imelaaniwa. Ilikuwa inatoka matunda the best, haikuwa inatoka majani, lakini wakati ile ililaaniwa ikaanza kuchipuka sasa vitu vingine. Dhambi ikaanza, vitu vya kuharibu chochote kile tunapanda ikaanza. Haleluya. Ikaanza kutoka pale, ikaanza kuchipuka vitu fani. Hebu tuonyeshe vile vitu kuchipuka katika ardhi. Ndio watu waelewe kile nasema. Ikaanza kuchipuka pale. Akarudi akaambiwa hivi, kwa uchungu usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Kwa uchungu utayala matunda au chakula utakuwa unatoa pale. Anything. Angalia vile hii, angalia kama hiyo mbegu vile inatoka vizuri. Inajisukumia mchanga yenyewe. Hebu simamisha hapo. Imeenda sana Bwana. Haleluya. Haleluya. Angalia vile inaenda pole pole. Mungu atusaidie kutoka leo. Inajisukumia yenyewe mchanga. Yenyewe inajisukumia mchanga, inakuwa kitu ya maana. Lakini hiyo mchanga imelaaniwa my brother. Dada yangu imelaaniwa. Tunahitaji kutoka leo sababu mchanga tunakanyaga imelaaniwa. Na wazazi wetu hawakujua maneno ya kubariki mchanga. Tunahitaji kuanzia saa hii tuanze kubariki mchanga sababu ya watoto wetu. Mahali popote watakanyanga Mungu atatenda miujiza. Haleluya. Jina la Bwana liinuliwe. Tunaanza kubariki sasa katika jina la Yesu. Hii mchanga imelaaniwa. Ndio unaona kukula hii ni nini? Marawe. Na kuambia sijui inalimiwa mara ngapi huko Nairobi? Halo, watu wa Nairobi. Watu wa Murang'a. Mara 2 ndio kule. Hebu niambie hiyo sote yote. Na ilikuwa Mungu ndiye alikuwa anachipusha mwenyewe. Anaangusha mbegu inatoka eneo. Hakuna kulima, kazi yetu ilikuwa kukula na ukungu. Hebu angalia sasa shida. Mali tumejiletea. My friend ikija kufika hapa, umelima worms, caterpillars, imekula, umepiga dawa, hizi zote ni miiba na michongoma. Haleluya. Inakutesa
at the end of the day inatoka 2 au 3. Hata glasi kwa glasi huwezi kujaa. Kutoka pale ni mashinda na mateso. Ikifikia hapa my brother, umelima, umesweat, umehangaika, umeteseka, na yote haikuwa mpango wa Jehova Mungu wetu. Haleluya. Ikija kutoa ile maua yake, naye inangojewa. Ng'ombe ikipita pale inapunguza, kondoo ikipitia pale inapunguza. Unakuta mwanadamu, haleluya, mpaka tunaweka kimutu ya makaratasi ya kuwa inastua wanyama. Hiyo yote ni mchokoma my friend. Hii hadi imelaaniwa hii. My friend, unazaa mtoto kabla hajaanza kuita baba, umebeba hiyo mtoto, umeenda hospitali mpaka hata uwezi kahesabu. Ile ndawa amekunywa kimesti mzima. Hiyo ni mchokoma na mimba. Kupata hiyo mimba hiyo kwanza, sababu ilisemekana itakuwa ya uchungu, ndio mnaanza kula mpaka mawe. Mwingine anakula miti na majani kama mbuzi, sababu kuna laana inakutesa. Mwingine unakuta anatoroka kwa bwana yake na mimba yake, anaenda na wekelea mwingine. Haleluya, haleluya. Juzi nilijaribiwa hapa na mimba. Mchana akaja anakuja na picha ya watu wawili, akaniambia pastor, nataka uniangalilie ni nani hii mimba ni ya nani. Anashika ya Mongiki pande hii na Njorowa the other side. Sasa nikamuuliza sasa hii maneno inakuwa ngumu sana. How comes wewe uko na huyu na huyu? Kwani umelaaniwa? Kaniambia hapana, all my friends. Huyu ndiye ananisomesha. Niko KU, niko Dania. Mwingine yamekomboa nyumba. Nikaona kwa msichana amejiseti. Kama nyumba inaendelea kama kawaida na upande mwingine masomo inaendelea, sasa nikamuuliza, sasa mimba si ya wote? Aliniambia hapana pasa, ukuenda shule? Amwambia nilienda lakini nilifukuzwa. Sisi haiko tosha nikafukuzwa. Haleluya. Akaniambia sasa mimba upatikana na mtu mmoja. Nikamwambia hii sikujua. Akanielezea vile mimba upatikana. Na nikaelewa. Baada ya kuelewa nikamwambia sasa tufanye hivi. Si ujuzi mmoja wa hawa. Akaniambia hapana, nataka biological father. Nikamwambia tukaangalia ndani ya roho, tukaona ni, akaniambia na ni kweli. Nikasema tena katika maisha yangu, mwanamke yote atakuja kumnijaribu hapa, tutakuwa tunaachania kwa hiyo mlango. Kumbe mnajua na mnaenda kusumbua mpaka Mungu na kwenda kuuliza manabii mimba ni ya nani? Kwani ni ya nani si ni yako? Jina la Bwana liwe. Akaniambia pastor, nilikuwa nimeambiwa vizuri, nikija utanielezea ukweli. Mpaka nikaibuka. Ati mimi ndio naambia watu ukweli ya mimba. Mungu atusaidie kutoka leo Jesus name. Hii hata ni michongoma pain. Maana tunasema ya kwamba wanawake watapata uchungu, watapitia katika uchungu mwingi sana. Imagine mwingine amepata mimba na bwana yake, anakataliwa. Anaambia huyo nenda tafute baba ya mtoto. Angalia kipindi. Wengine hata waleo walipata watoto, hata watoto hawajui baba ni nani. Anaishi katika hiyo pain. Hiyo uchungu leo nataka tumalize in Jesus name. Tuongee maneno mazuri juu ya mchanga. In Jesus mighty name. Hallelujah. Mchanga ikaramiwa. Ingia hiyo verse nyingine. Hiyo chapter 4, the same Genesis. Ndio tumalize. Akasema umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako imenililia kutoka anarudia.
umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako imenililia kutoka katika hali. Basi sasa umelaaniwa wewe katika ahadi iliyofumbua kinywa chake. Ipokee damu ya ndugu yako kutoka kwa mkono wako. Utakapoilima ardhi, haitakupa mazao yake. Utakuwa mtoro na mtu asiyekuwa na makao duniani. Simama hapo. Haleluya. Kukawa na shida nyingine tena. Baada ya miaka imeendelea, Kaini, na baada ya miaka kuendelea, Adamu akapata Kaini na Abeli, watoto wawili. Mmoja akawa ni mchungaji, mwingine akawa ni mkulima. Kaini akawa na roho mbaya. Katika chapter 4 hapo verse 1. Walitoka wakaenda kutoa, verse 2, wakatoka kwenda kutoa dhabihu. Kaini akaenda akachukua matunda mabaya. Ile kasi ya mama yake kuchagua maneno mabaya. Habili hakuwa anajua anything, akachukua naye ng'ombe au mbuzi, ile ilikuwa the best. Wote wakaenda uandani na ndiposa wakamtolea Mungu wao sadaka. Mmoja alikuwa amesimamia matunda, Kaini alikuwa anasimamia matunda mabaya. Habili alikuwa anasimamia matunda mazuri. Because miti ni miwili, mabaya na mazuri. Umesimamia wapi? Kwa familia umesimamia wapi? Haleluya. Umesimamia wapi? Asubuhi wakati nilikuwa na Mungu ananitolea hii secret ya kujua miti ilikuwa miwili na sasa walikuwa wawili. Ati kwamba moja ilikuwa inasimamia ile kujua mema, nyingine kujua mabaya. Nikaona Kaini alikuwa anasimamia mabaya. Abel alikuwa anasimamia mazuri. Nikajiuliza, mimi katika familia nimesimamia wapi? Kanisani hapa nimesimamia wapi? Saidi ya Kaini. Wewe ndio sumbua, wewe ndio muuaji kama Kaini. Wewe ni nani? Umesimamia wapi? Ndiko simiti ni miwili. Na walikula hii, wakarudi wakakula hii nyingine. Yote ikawa ndani yao. Ni matunda gani wewe umesimama upande gani katika maisha yako? Wewe ndio unasumbua familia juu ya shamba. Wewe ndio unasumbua familia juu ya maisha. Wewe ndio unasumbua familia, uko wapi? Haleluya. Haleluya. Ndio nikumbuka Reverend siku moja kuna kaseni yake walikuwa wanaongea naye. Alimwambia wewe sio wetu. Wewe sio wetu. Kwetu ni nani anaweza kukaa kama wewe? Kwetu hakuna mtu kama wewe. Asubuhi ndio nikaona kweli katika familia kuna mtu afanani na wengine. Tabia, mambo yote ifanani. Tufanane na Habili kutoka in Jesus name. Hallelujah. Kaini alifanya hadi kalaaniwa the second time. Na akaambiwa kwanza hadi naambiwa aliambiwa nini? Utakapoilima hadi haitakupa mazao yake. Hata weka biashara mazao hakuna. Woe mazao hakuna. Wolewe mazao hakuna. Ulime mazao hakuna. Waajiriwe mazao hakuna. Wewe safari mazao ya kufika hakuna. Hakuna mazao utakayopata wewe Kaini. Tena wewe utakuwa mtoro, utakuwa na makao, utakuwa unaenda huku. Siku ya leo nataka kunena nawe mchanga, uliyeniangalia na macho, uliyoketi hapo mchanga. Hii anga ikuondoke in Jesus name. Hallelujah. Hautakao kuwa mtoro. Umeua watu wangapi roho sao? Ni wangapi umeua na mikono yako? Ni wangapi umeongea maneno yao vibaya mpaka waleo hawana amani? Ni wangapi umeudhi? Umekaa kama Kaini. Kaini aliudhi Mungu na akaudhi baba yake na akaudhi mama yake. Damu ya Habili ikamwagika sababu ya sadaka. Ni nini Kaini alikuwa amekosa?
Matunda ilikuwa all over ulimwengu wote. Hakuna mtu alikuwa anabishana naye. Machungwa ilikuwa imejaa Afrika mzima, Central, America, Britain, kila mahali, India. Hangeenda huko atafuta matunda, hakuja mtolee Mungu wake. Ni nini alikosa kiasi ya kuwa ndugu yake? Haya maovu inatoka wapi? Hii inatokana na ile matunda walikula ya kujua mabaya na mazuri. Sasa akamuua ndugu yake, haka iboma yote kwa uzuri mwingi sana. Haleluya. Hakuna kitu utamwagika chini. Yote ile namwagia itakuwa na wewe mikono. Haleluya. Nataka ukuuliza swali moja. Ni nini Kaini alikuwa amekosa? Nje hapike mahali mpaka uwe ndugu yake. Imagine wewe tuseme hata hii West yote ni yako. Miti yote ndio umesimamia, wewe ya the farmer. West yote ndio umesimamia, nyanya, kila kitu, machungwa, maembe, pau, everything. Unarudi unaambia upelekee baba yako matunda mazuri, unabeba ile imekuliwa na ndege, unapelekea baba yako. Kwa hivyo walianza kutafuta laana wakiwa watoto wadogo sana. Ni nini Kaini alikuwa amekosa sisi? Ni nini unakosa wewe? Na ndio hapo ni mtu anaitwa Anania aliingizwa na Petro. Kwa nini shetani ameingia ndani yako mpaka ukaja kudanganya roho wa Mungu? Ni nini alikuwa amekosa sisi? Shamba ilikuwa yake, pesa ilikuwa yake, ilikuwa tu just kupeleka na kutoka pale abarikiwe. Ni kitu gani inakosa sincerely? Tunadanganya. Ni kitu gani umekosa wewe? Mpaka unamwibia Mungu siku ya Sunday. Ni kitu gani unakosa? Mpaka unaongea uongo. Wewe uko na pesa, wewe unanunua chakula, mpaka ngojea bwana yako na uko na pesa. Mpaka watoto wanalala na njaa na uko na pesa. Ni kitu gani umekosa wewe? Ni mambo gani tumekosa? Kaini akaulizwa, wewe ni kitu gani ulikuwa umekosa? Mwishowe akalaaniwa. Hadi kalaaniwa kabla mikono yake hakuna chochote. Hallelujah. Hapa kuna watu wamejaribu kazi zote, imekuwa ngumu. Mikono yao imelaaniwa. Pesa iwezi kushika mikono. Mikono imelaaniwa. Kazi yote unaanza vizuri sana. Ikienda kidogo inakaa inaharibika yote. Maisha yako hata marriage yako ni shida. Akili yako ikuangi na msimamo ni kama ya Kaini. Aliambia ataisha kuwa mtoro. Ukiwa kwako hii mwezi, leo mwezi mwingine unatoroka umeenda kweli. Wewe barabara na wewe tofauti hakuna. Wewe kuongea mdomo yako ikuangi na breathing ni kama ya Kaini. Mpaka anaulizwa na Mungu swali, anaulizwa ndugu yako wako wapi? Anamuuliza, kwa nini mimi nastahili mimi kuangalia ndugu yangu? Breakthrough. Yaani unaweza kuongea anyway. Hata utakani kujua ni nani. Hata mzazi wako huwezi kumpa heshima. Sababu lini unakanyanga hiyo mchanga? Uko na laana ya kwenu, uko na laana ya Kaini, uko na laana ya baba yake, ya Adamu, yote imeambatana na kutoka pale wewe hata unaongeanga vile unataka, hata ujali ni nani. Utakapoilima ardhi haitakupa mazao yake. Utakuwa mtoro na mtu asiye na makao duniani. Tupateni makao hapa in Jesus name. Hallelujah. Nairobi tutakaa mpaka lini? Unajaribu kupata hata kaploti na kuwa ngumu. Kashamba tu mahali unaweza kuita kwako. Nasema kutoka in the name of Jesus. Nilikuwa nimetumana mchanga, iko wapi? Niweko wapi mchanga nilikuwa nimetumana? Hata si kuna ingine nilikuwa nimetumana hivi. Leta kuna karatasi. Haleluya. Hii mchanga hii. Haleluya. Lakini ni kidogo hii. Hebu nipe kubwa. Hii mchanga ndio unaongea maneno yake. Haleluya.
hii mchanga ndio nataka siku ya leo tuinenea katika jina la Yesu. Maandiko nasema kwamba utakapolima ardhi haitakupata mazao yake, utakuwa mtoro na mtu asiye na makao duniani. Mtoro kule Ushago ni Makisi, hapa Nairobi ni shida. Unatoka hapo unaenda mahali popote, hata nyumba inakukataa. Unaenda mahali popote ni shida. Unaenda unajenga mahali unafukuso. Kwa maana kuna kitu fulani inafuata maisha yako. Unaenda kazini leo kwa ofisi hapa, tayari ndio umerushwa mahali kwingine, tayari ndio umetolewa, wewe umekaa kama Kaini. Mtu mtoro, mtu ana makao. Nataka tupate makao, tunaendelea mchanga from today in Jesus name. Tupate makao hapa Nairobi. Katika kitabu cha Deuteronomy 28 inasema tutabarikiwa mijini na tutabarikiwa kule Ushago. Haleluya. Sasa Ushago una shamba. Huyo shamba sio yako, ni ya baba yako. Hata baba yako hakuwa na chochote, na ilikuwa ya baba yake. Wewe yako iko wapi? Na ya baba yako iko wapi? Siku ya leo nataka kila kitu tubadilishe in Jesus name. Haleluya. Hatutakaa katika hali ya mateka tena. Tumetekwa nyara na laana ya Kaini. Tumetekwa nyara na laana ya Habili. Ya Adamu. Come just like a kamansa, my God in heaven. Tubadilishie, ni Mungu akibadilishie maisha from today in Jesus mighty name. Hallelujah. Tupate makao mapya. Hebu tuendelee. Ati Kaini akamwambia Bwana, adhabu yangu imeniwia kubwa, haichukuliki. Sasa ni gani sasa hii Hana anasema ataichukuliki? Si afadhali yeye anaishi aliwa Kaini. Yaani wewe wakati ule mtu anajaribiwa, haleluya. Haleluya. Kama saa hii nilisema the other day niliuza ile plot ya Ruiru. Na ni vizuri sometimes I think mtu akiwa na property isijulikane, kwa maana ikijulikane shinda iko. Wakati nilisimama hapa nikasema wale walikuwa nasema maneno ya plot ya Ruiru niliuza. Saa hii hata wale walisema siwaoni kanisani wametoroka. Wakati ule mimi walikuwa naongea maneno mabaya, sikuwa anashinda, nilikuwa nakuja kanisani. Lakini wakati ule nimetaja, saa hii hawako. Yaani yeye ndiye ameguswa. Amekuwa kima makubwa sana. Hii siku gongo. Haleluya. Haleluya. Ndio tukiwa watoto tulikuwa tunaomana vidole. Naambia mtoto uma yangu. Wewe unaumwa, wewe unalia, mshawe kumana vidole. Kwa toka ndogo. Haleluya. Wewe ndio Jina la Bwana litukuzwe. Yaani wewe ndio unasikia uchungu. Mpaka nilikuwa nakumbuka vile tulikuwa tunaumana. Kuna kijana mwingine alikuwa anaweza kuumana, alikuwa na meno bwana kama ya hippopotamus. Angekuuma hiyo kidole, ilikuwa linapasuka. Nilikuwa nasikia vijana anasema uma yangu nami ni yangu. Nawekewa 1 2 3. Unakuta wewe yule unauma ali, lakini wewe unauma unalia. Wewe ndio very special. Jina la Bwana liinuliwe. Haleluya. Akaanza kusema ati kesi yake imekuwa kubwa sana. Hata ichukuliki. Hebu tuendelee tumalizie hapo. Tazama, umenifukuza katika uso wa ardhi, nitasitirika mbali na uso wako, nami nitakuwa mtoro na mtu asiye na makao duniani, hata itakuwa kila anionaye ataniua. Anaogopa kukufa na aliua. Wewe unaopanga kuongea maneno yako iongewe vibaya na unaongea ya wengine. Yako ikiguswa ati wewe ni mtoto ya mama, mtoto wa baba, wewe uhusiki, lakini wengine unagusa.
Mungu atuneemeshe kutoka leo katika jina la Yesu. Kaini alileta shida, mchanga ikalaaniwa hii kapata laana. Na be mind ili wakati ule mchanga iko na hiyo laana, tujue ya kwamba kuna laana nasi kwetu tumelaaniwa. Katika boma zetu Guka kuna laana aliacha. Alisema hiyo shamba isije ikauzwa. Na mimi baba yako aliuza. Na akasema yule akauza hiyo shamba amfuate na iuzwe. Kuna shamba mimi aliambia kwamba isije kulimwa. Mlienda mkalima, si shida ndio hii. Inaambatana ile laana ya zamani na ile tukonee saa hii. Baba yako alienda akachukua shamba au Guka akachukua shamba ya wenyewe. Na mwenye yule alichukua shamba yake alikuwa amesema yule atakapojenga watoto wakufe. Sasa watu wanaanza kufa katika ile familia. Nataka tuangalie ile laana ya mchanga. Haleluya. Shamba iliambia isiuzwe. Kama hizi tunaenda kununua huko maplot. Laana iliwekwa. Tunaenda tunanunua hizo maplot. So inahitaji tufanye nini? All the time ukinunua plot mahali, iombe itakasishe. Iondolee laana. Chukua fungu la mbegu, enda ndani ya nyumba ya Mungu, iondolewe. Usitaka kujali kama iko na laana au na laana, uitakase na ikubarike mbele yako. Na ili uweze ukae katika maana. Ndio tunanunua maploti. Siku 2-3 shida inaanza. Hiyo shamba ujui ilikuwa imenenwa maneno ina gani? Waleo tunaanza tunahangaika tunateseka. Nyumba iliwekwa katika shamba, hizi nyumba tunakomboa. Hapo ujui ni nani alikuwa kwa hiyo shamba? Ujui ni nani alikuwa anakaa kwa hiyo nyumba? Ile ulikwenda ukakomboa. Wewe uliona nyumba iko nzuri, ukaingia ukasema Mungu ni mwema. Hata ukujali. Ukaenda ukalala. Hiyo mbegu my friend. Ujui ni nani alikuwa analala hiyo? Hata inaweza ndio unaona watu wanatembea kwa manyumba. Naenda unakomboa siku 2-3, bwana haja wewe kugonga na kugonga vibaya sana. Baba yako haja wewe kuongelesha vibaya. Anakuongelesha vibaya sana. Hiyo nyumba watu wakiingia watu wanatengana. Wewe uliingia, watu wanatengana. Mnatengana na bibi yako. Hiyo nyumba kuna laana ina fulani mbili semekana. Hiyo shamba imebeba laana ya vifo. Unakuta baada ya kuingia hiyo, unakuta mtoto anagonjeka. Mateso inaanza kwa ile nyumba. Na wewe ujali wala uone kama kitu. Niko hospitali usiku na mchana. Kutoka leo ningependa ninakuhusia kima in Jesus name. Hallelujah. Tujua ile maisha tutaishi. Kuna ile laana ya zamani. Na laana zile siko siku hizi. Zile mashamba ililaaniwa. Kuna nyumba mahali fulani ilijengwa. Nikiwa mahali fulani sitaki kutaja wapi. Okay, simama. Kuna flats mbili zilijengwa, ilijengwa ikiwa na flat. Na hizo flats kuna mambo nilijionea. Nililetewa ripoti na kijana mmoja akaniambia wote wale kuingia katika hizo nyumba, mtoto wako ule mtoto ukiwa na mimba uko lazima mimba itoke. Na nikachunguza nikaona ni kweli. Bibi yake alipoteza mimba 2. Na mkiingia hapo mkiwa couples, waachana kwa hiyo nyumba hizo 2 ilikuwa fani. Aidha bwana atoke aende au bibi atoke aende. Mmoja anabaki na hakuna mtu anaenda na vitu. So mwenye hiyo nyumba kazi alikuwa anafanya kubwa sana. Watu walikuwa nakaa miezi 2 inakuwa ni hivyo. Watu wanatengana. Imekuwa ile laana ya Kaini. Na wewe unaenda unakuta nyumba hata utaki kujua unasema hii nyumba ni nzuri. Utaki kuitakasa, hiyo mbele mnalala hata ujui wale walikuwa nalala walikuwa wanafanya nini. Ile hasira ilikuwa na hiyo familia ilibaki kwa ukuta. Alikuwa anamwambia mimi sitarudi hiyo nyumba. Nimekulaani usitoke huko, ukufia huko. Na wewe unangojea ukufia huko. Na tayari amelaani. Na wewe unakaa pale you are very comfortable. Mashine inakutokeshea east north west. Na ujui ni nini inakutesa. Unakaa mtoro kama Kaini. Siku ya leo nataka tubadilike in the name of Jesus. Hallelujah. Niweke hiyo masingi. Hiyo chapter nyingine.
can hii nitasoma baadaye. Jesus right now come and tell the case. Hebu niweke katika kitabu cha Second Kings chapter 2 verse 19. Second Kings. Watu wa mji wakamwambia Elisha, angalia twakusii mahali hapa pa mji huu ni pazuri kama bwana wangu uonavyo, lakini maji yake haifai na nchi huzaa mapooza. Akasema, niletee chombo kipya, mtie chumvi ndani yake. Wakamletea. Akatoka akaenda mpaka chemchemi ya maji, akatupa ile chumvi humu ndani yake. Akasema, Bwana asema hivi, nimeyaponya maji haya, hakutatoka huko tena kufa wala kuzaa mapooza. Tuendelee. Hivi yale maji yakapona hata leo, sawa sawa na neno la Elisha alilolinena. Hallelujah. Amen. Amen. Angalia Jericho. Kumbukani wakati wa Joshua, my friend. Joshua wakati ule walitoka, Musa alikufa. Wakati walifika mji wa Jericho, Mungu, kwa maana walikuwa wamekaa miaka nyingi na masiku nyingi sana bila kula chakula, Mungu alikuwa anataka wakule nyama, wakule mchele, wakule nyama, chakula imekaangwa vizuri. Alikuwa anataka wastarehe, hawakuwa wamelala kwa vitanda. Hallelujah. Leo tarara wakitanda vizuri, Jesus name. Utakula vizuri. Because Mungu ametayarisha mema juu ya maisha yako. Akaangalia that is now 40 years now. Hawajawahi kulala kwa vitanda. Akajua watu wangu watalala kwa vitanda. Hawajawahi kulala kuingia kwa nyumba iko na shower. Hallelujah. Hallelujah. Unaenda tu unagusa tu maji inateremka. Hallelujah. My God. Si kuna watu wanakuanga na raha. Unagusa tu maji inaanza kutiririka. Ia karai naye challenge inakuwa umejipaka. Mimi kitu ya kwanza nikijipaka sabuni macho na masikio upata kizunguzungu. Ni wangapi wanapata kizunguzungu kama mimi? Au ni mimi pekee kanisa mzima? Sasa wapi? Nitapona leo. Ukifanya hiyo mara ya kwanza ya pili hata ujui karai ipo wapi. Ukimovu kidogo unakuta. Sasa Mungu alikuwa anataka kuondoa hii maneno. Sema, Mungu ananiondolea hii maneno. Mungu ananiondolea hii maneno. Hallelujah. Jina la Bwana liinuliwe. All the time lazima utayarishe chakula. Mungu anataka ule chakula imetayarishwa. Sema, Mungu ananiondolea. Maneno ya upika. Takuwa na kule ile imepikwa. In Jesus name. Nabariki mchanga leo. Hii nyumba na mali naishi. In Jesus name. Hallelujah. Hallelujah. Joshua akaambia na Mungu, fanya hivi. Hii mtu acha wapike vizuri. Na wachinje kuku na ng'ombe na nyingine iwe choma, nyingine iwe ni chemusha, nyingine iwe ni kufry. Wewe kile utafanya utakuwa na wastua tu. Every day in the morning before mukule anything, nasunguka Jericho nasema Yesu ni mwema, Mungu yu mwema, yu mwema kwangu. Oh Jesus is good. Yesu ni mwema. Hallelujah. Mnaenda mnapumzika, mnakula au mnakunywa nje ya mji. Siku ya 7 mchukue tarumbeta, mpige tarumbeta. Na kuta itaanguka. Wakati ule kuta ilianguka, Jericho ilipata laana ile ikuonekana, my friend. Jericho yote Githurai yote, au tuseme West yote, au Nairobi yote, because it was a very a big city. It is one of the oldest city in the world. Hallelujah. Laana iliingia sababu ya nyayo za watakatifu. Kawa ni kanyaga. Nikitaka kulani kwenu nikupitia kwenu pale na kanyaga tu. Nasema hawa
watoke kuzaa kwa mapua yao, watoke mapua yao, masikio yao itoke. Na kwambia itatoka, sababu mimi ni mtu wa Mungu, nimetiliwa mafuta. Joshua akaongoza, wakasumbuka wakisema hawa watapata mema, hawa kutoka leo, na sikufundishi maneno uende ukalaani watu. Kama utaenda kulaani watu bila sababu utalaaniwa. Petro akaambiwa atakayeua na upanga atauawa na upanga. Haleluya. Najua wengine saa hii wanaanza kuzunguka. Jaribu kuja usumbuke mno. Nitakufanyia kitu ili utaweza kujua. Haleluya. Hata ukijua kuna mimi nikamchanga tu nitachukua. Tutafika hapo mahali pa Musa. Musa alichukua kamchanga hivi kule Misri. Akakatupa. Akasema na iwe chawa. Chawa ilijaa Egypt mzima. Na mimi nikamchanga tu. Nitupe niseme bea. Ijae kwako. Na kuambia mtakuwa mnalala naso mpaka utasohea. Haleluya. Hata naweza kusema njirafu zikuje kwako. Nalala kwa nyumba yako. Wewe umai. Kwa hivyo maandiko yanasema ya kwamba wakati ule Elisha hapa sasa ndio nataka sasa tuanze kuongea maneno ya kubariki sasa. Unaona vile watu ulani mchanga. Hii topic ni mrefu sana. Tutakuja kuendelea naye wakati mwingine. Haleluya. Ndio nakata maneno because kana saa. Nataka kuwa na a very special prayer. Na hiyo maji wacha kuchanganya. Na kuona unachanganya na ya baridi. Weka ndio ilikuwa naweka samani. Hivyo. Ana changanyia mimi. Ulikuwa unachanganya nini? Leo alikwambia changanya. Wewe kile ukichanganya utatumia umechanganya. Naweza kuwa unachanganya akili yangu. Nimeambiwa pole, niache kelele. Lakini sio mimi ni mdomo. Lakini si mdomo ni ulimi. Na sio ulimi ni akili. Haleluya. Hivi maandiko yanasema wakati ule mtu anaitwa Elisha aliingia kule Jericho, alienda akakutana na watu wa huko wenyeji. Wajeko wakasema. Wakamwambia my friend, tunakuonanga hapa mkipitia hapa na Elisha na Elia, na tujawahi kuongea na Elia. Aidha Elia alikuwa mkali sana. Elia alikuwa mkali, hakuna mmoja angeweza kumuuliza swali. Lakini Elisha alikuwa mtu at least, mtu unaweza kuongea naye, mtu unaweza kuuliza swali. Elisha ungemsimamisha alikuwa anasema fire. Haleluya. Mungu Elisha, nataka tu niambie kwa nini nauma na njizo. Fire! Elisha kuna mtu angeweza. Alikuwa anatachapa. Hata wale kuna mapasta hivi. Hata ndio mwingine aliniambia papasa tunataka hapa sasa maombi sababu pasta yetu akiingia hivi tunaambia hapa tuangalie chini. Mtu na ni pasta, hata hawezi ni pasta wako hata hawezi kumuuliza swali. Kuna ka protocol kutoka kwa mzee huyu mpaka sasa ufikie president wa kanisa. Na Yesu alikuwa anaulizwa maswali hata usiku. Nicodemus alienda usiku. Tukae kama Yesu from today Jesus name. Wacha kukaa kama Elia bwana kukemea watu. Elisha wakati ule akapitia pale siku 2-3. Akaambia mzee bwana, tunakuomba hapa siku nzuri. Nchi yetu vile unaiona ni nzuri sana. Na pale meteli vile umevaa nguo mnaonekana nyinyi matajiri. Naona leo kama kila mmoja atatoa mbegu ya ngiri 100. Haleluya. Haleluya. Na unajipigia makofi unajua ile mbegu umebeba.
unajua watu mtu anawekanga ajui nikishika maasha inaniambianga hii ni ya Mama Jerry, hii ni ya Kamau, hii ni ya mtu fulani. Mnaonekana kama kila mmoja atatoa ngiri 100 moja. Kwa hivyo ile siri itapatikana hapa, inaonekana nusu yake itamwaga mawe hapa tumalize. Na mukashokera kuhora hewa. Na kawekera kuwete. Na mukashokera oringi. Kae mwana wake. Kwani mko wapi? Wewe unajua kile unabeba ngiri 100 unapiga makofi. Wewe ni Jericho. Jericho ilionekana ikuwa nzuri. Na iko evergreen. Vizuri sana. Na kuna mtu angejua the weaknesses ya Jericho because it's so ilikuwa evergreen na ilikuwa inaonekana chakula nyingi but ilikuwa na shida mbili. Ya maposa ikizaa matunda yote imeoza. Ng'ombe tutoto tundama tuko na miguu kengine akana mguu ingine inasaliwa ina mdomo. Ingine inasaliwa mgongo imetwist. Ingine nyuma iko mbele. Ilikuwa na shida kubwa sana Jericho. Complicated. Na ikionekana ni nzuri sana. Hapa kimzungu kikija saa hii Coleman kikija kikati hapa utasikia yule anaongoza akisema haleluya. Ndio wakati ile viongozi wanataka kuinua yule anaingia ndiye asifiwe sana. Anasemaga asifiwe Bwana. Haleluya. Sasa tunataka ndugu akuja hapa tu atusalimie akituambia ametoka wapi. Simameni tupige makofi. Anakuja anasema haleluya. Mimi nimetoka London. Na mimi nataka kumwandikia cheki. Na kuambia saa hii utakuta watu wanapiga makofi hata ya miguu. Cheki fake kama ingine tuliandikiwa. Kuna cheki sita sahau. Tulikuwa na magenda hapa tuliandikiwa cheki ya 5,000. Kwenda juzi tulikuwa tunaenda kutafuta, kuna mtu tulikuwa tunaenda kutafutia nyumba. Tulikuwa na Samii na Reverend. Unaenda unakuta nyumba mzuri. Samia anasema hii ndio inahitajika kukaa mtu kama hata tusaidia kutumia huyo mtu aingie. Bishop ndio anastahili hapa kuja hapa. Hai angalia naona hiyo kanyumba ni nzuri my friend. Ukienda kuangalia hata ya maji aina hata drop moja. Tunaenda tena tunakuta Samia anajua neno la kuongea na kutengeneza maneno. Mkienda na Samia utachoka. Tunaingia mahali ananiambia sasa unaona brother hapa hiyo area. Wachana naona tunatafutia. Sasa wewe utakuwa unalala hapa. Mama analala hapa. Sora analala hapa. Na nini sasa hii nyingine ni compound nyingine ya mapresas. Kina na bwana ndio. Haleluya. Tunaenda na hii kwa agent tutamwambia anamkisa na anafanya kazi gani, anaambia hiyo kazi, anaambia hatutakani watu kama hao. Yaani vitu ni vizuri kionekana bwana. Ndio niliambia mtu mwingine usidanganywe. Vijana nyinyi mliamjaoa na wale nyinyi mliaoa waacheni kudanganywa na mimi bwana. Anaweza kuwa ukimwi kwake ndiye distributor. Hatunaangalia tu kijana, unaona hiyo kijana vile mnaniambia na sijui black sijui brown sijui nini. Hatuyo ndio kijana. My friend, ni distributor. Kuna mwingine kwa Facebook niliona amedistribute. Wiki moja alikuwa anasema alikuwa anahakikisha hiyo msichana wanaume 500
lazima wapate ukimwi kupitia kwake. Na akiojua anasema alikuwa South Africa. Alikuwa anasema sio mimi na watafuta ndio wananipenda because I'm beautiful. My friend, mchana wa leo ningependa tuangalie Jehova aliye juu mbinguni. All this vitu vile tunaona ikiwa vinametameta sote si dhahabu. Jericho ilikuwa na metameta, manyumba ilikuwa poa, chakula kionekana green, lakini ndani yake ilikuwa na shida kubwa sana ya kuoza. Na leo miji yetu ndio iko. Tunaonekana tunatoka kwa nyumba tunaenda hata tukiongea vizuri sana bibi na bwana, lakini kwa nyumba tumekosana ile haionekana. Mada iliyoa nikuja nikamwita kondoo. Mama yangu ni kwa nini nilimwita mada iliyoa kondoo? Naye my mom alikuja akamwita mbuzi. Sasa mbuzi na kondoo sote kafanana. Lakini mkituona barabara tuko watu wasafi. Watu wameokoka, watu wanaenda mbinguni. Siku ya leo ndugu na dada na ningependa kuangalie hii Jericho. Ilikuwa inaonekana ilikuwa nzuri, lakini ilikuwa inasaa vitu mbaya. Nasi hivyo maisha yetu siku ya leo, maisha mbaya kwa maana mchanga. Kuna watu walisumbuka wakalaani ile mchanga, na ile mchanga ikawa na laana, ikawa imebadilisha masao yake, ikawa kila kitu ni mbaya. Jina la Bwana liinuliwe. Lakini Elisha aliitisha kitu kimoja pekee. Niendeni mniletee chumvi. Na hiyo chumvi muweke kwa kanyungu keupe. Muniletee hapa. Alichukua ile chumvi akaenda katika chemchemi ya mto. Akaenda akairusha. Akasema in the name of Father, Son and the Holy Spirit. Hiyo Jericho ipone na ikapona. Maandiko inasema hata sasa tunapona katika jina la Yesu. Tumepitia tumehangaika katika laana nyingi sana, ile imetutesa kupitia mchanga. Unaenda unanunua chakula hata ujui hiyo sukuma iliibiwa wapi. Na ndio unaona hata imagine tunahitaji hata ukinunua kitu kiingiza kwa nyumba kwanza unaiombea. Hatujui imetoka wapi. Tunakula vitu vya laana na tunajidanganya vimetakasika. Ng'ombe ni za kuiba. Kwanza hiyo siku, hiyo kinyumbe umezoea sana, siku ile ng'ombe imeibiwa, imeletwa kwa hiyo bucha ndio unabarikiwa na ngiri 5. Unanunua kilo 2. Kuku iliibiwa huko Kambani. Unajua Mkamba akifunga kitu yake ashafunga. Haleluya. Tulikuwa tumeteremka huko Matuna, ndugu mwingine nikamwambia Ngai, hii machungwa iko poa. Akaniambia basi ukigusa hiyo matunda, ukigusa hiyo utakuhamia hapo. Nikasema nitagusa, kwani kwa nini? Nikaenda machungwa bwana mpaka unaona. Nikasema hata kama nikaambia Mungu sikuiba, lakini nikubali niguse. Nikagusa. Hakuna kitu ilifanyika. Nikasema wana nikapaka. Nikasikia na move naona na move. Nikasema sasa shida ni kukula. Nasikianga unakula. Kuna kijana mimi nishawahi kuona kijana tulikuwa tunasoma naye. Familia yao ni ya Waisi. Tukiwa class 4 alienda kaiba kuku ya jirani. Watu wa Meru wanajua pale karibu na hospitali kunaitwa Mjini. Watu wa Mombasa walikuja wakachukua hiyo area. Wanaishi watu wa Mombasa kutoka kule wanakaa hapo. Hapo ndio uchawi Meru ndio inajaa. So wachane na Ukambani hakuna kitu. Kujeni muonyeshe mahali iko. Hapo walienda ati Mjini pale, kijana akatengenezewa alikuwa anasema wewe mwenyewe anajimonga hivi. Anatoa sauti kama ya kuku, tunatoroka. Nikajua nami naweza ukula hii machungwa. Haleluya. Nikaambia yule jamaa, wewe sitakula. Naweza kubadilika niwe kuku. Haleluya.
Mchana leo ningependa hii mchanga ibarikiwe Jesus name. Hiyo mchanga umeshika leo na inaenea na iambia leo katika jina la Yesu aliye juu mbinguni itatoka mazuri. Itatoka nyumba in Jesus name. Itatoka nyumba za kukondesha. Nyumba za kulala. Utakanyanga na magari na hiyo mchanga in Jesus mighty name. Hiyo mchanga sababu umeishi ukitembelea mchanga yenye laana. Leo inabarikiwa katika jina la Yesu. Elisha alinenea mchanga kupitia chumvi. Nasi tunanenea mchanga in the name of Jesus. Makubwa ikafanyike na ushindi patikane katika jina la Yesu. Na kutoka pale Jeriko ikatakasika. Sema Jeriko ikatakasika. Bwana kubariki sana. Nataka katika kitabu cha Joshua 11:3-6 na kwa Mkanani upande wa mashariki na upande wa magharibi na kwa Mwamori na Muhiti na Mperesi na Mwebusi katika nchi ya milima na kwa Mwivi pale chini ya Hamoni katika nchi ya Mispa. Nao watatoka nje wao kwa majeshi yao wote pamoja nao watu wengi mno kama mchanga ufunuoni mwa bahari kwa wingi pamoja na farasi na magari mengi sana. Wafalme wote wakakutana pamoja wakaenda kupanga mahema yao pamoja na hapo penye maji ya Meromu ili kupigana na Israeli. Bwana akamwambia Yoshua, wewe usiogope kwa ajili ya hao. Kwani kesho wakati kama huu nitawatoa wakiwa wameuawa wote mbele ya Israeli. Watawakata farasi wao na magari yao watayateketeza kwa moto. Haleluya. Leo nakutabiria katika jina la Yesu. Kwa maana leo tunabariki mchanga katika jina la Yesu. Israeli waliambiwa na Yoshua, Mungu akanena na Yoshua akamwambia, bila mnatoka kupigana na hao nchi zote. Tunapigana na watu wengi sana. Wachawi, waganga, majirani wengine wametulaani, mali tunakaa tunalaaniwa, maanti, makina shosho, tunapigana na watu wengi sana. Lakini yes, Mungu akanene na Joshua akamwambia usiogope. Haleluya. Usiogope from now in Jesus name. Sema sitaogopa tena. Sitaogopa tena. In Jesus name. Maadui wote mtawashinda. In Jesus name. Hallelujah. Waliambiwa hivi, usiogope. Joshua usiogope. Ambia Israeli usiogope. Kesho simameni hapa. Kesho masaa kama haya natumana huko. Wenyewe watakaa kama wendo wasimu. Watauana wenyewe, wakatakate farasi sao, magari sao watakatakata, wataangamia wote na nyinyi ushindi itakuwa upande wenu. Haleluya. Na wewe wale wanamwangaisha kutoka leo. Magari yao wanakatakata wenyewe, wanakatakata nini chochote kile wanatumia wamwangamize naye. Wenyewe watajiangamiza wenyewe. Na kutoka pale ushindi itakuwa mikononi mwenu. Kwa hivyo nabariki hiyo mchanga umekanyanga. Nabariki ile chakula inatoka mchangani. Chochote kile unakula inakuwa baraka. Hakuna kungojeka tena. Hata ukila nyama imeharibika utangojeka tena. In Jesus mighty name. Hata ukikula hata kitu uchawi utangojeka tena. Amen. Maandiko inasema hivi, nitawapigania. Amen. Hii mchanga. Hii mchanga itakuwa na mema kutoka leo katika jina la Yesu. Hebu niwekee hiyo matunda bro. Hii mchanga itatoa matunda mazuri. Hii mchanga kutoka leo. Unaona ile maembe?
tutakula maisha yetu tutakaa kama hiyo mama. Yeye mchanga kitoka leo unaleta marafiki. Wewe umeishi ukihangaika una kazi, hii mchanga na inenea unapata kazi hizo sana. Wewe umeishi ukiwa una mtoto unanenea mchanga. In the name of Jesus of Nazareth. Unaenda kupata watoto wengi katika jina la Yesu. Kazi ya utasa imetupia jina la Yesu. Unapata watoto Jesus name. Wewe umeishi ukitafuta kwenda nchi ya ng'ambo. Nimebarikisha mchanga right now. In the name of Jesus. Visa ya kwenda Amerika. Na nenea mchanga huu. Achilia. Watu wa Mungu waende Amerika. Achilia. Visa za kwenda UK. Achilia visa za kwenda Canada. Achilia visa za kwenda Dubai. In Jesus mighty name. Mchanga achilia utajiri. Haya matunda ndio tunataka ukula right now. Haya matunda itakuwa yetu katika jina la Yesu. Hatutakuwa tunapanda matunda tunapata ukavu. Unaweka biashara hata utafurahia biashara yako. Na waisi wale wameiba biashara yako kuanzia leo. Mungu anawatandika katika jina la Yesu. Mali yako inarudi nchi sasa. Maandiko yanasema webusi watajikatakata wenyewe. Hallelujah. Leo hakuna kupembeleza. Imetosha. Tumelia kutosha. Mtu anajitajirisha na mali yako. Wewe unaishi na shida, unateseka, na Mungu alikuwa amekupatia. Sababu mchanga inakukataa. Kuna mtu alienda akachukua mchanga na miguu yako, akainenea, akarudi akatupa barabarani, kuishi kama Kaini. Kuna mtu aliangalia tu, akachukua mchanga ya geti ya kweli, akaenda akaipeleka kwa mganga. Kuna mtu alienda akachukua mchanga. Unajua hiyo ndio kazi ya wachanga. Hallelujah. Kutoka leo Webusi, Oamori, leo wanaangamia in the name of Jesus. Leo ushindi iko in Jesus mighty name. Hallelujah. Hallelujah. Kutoka leo Mungu anakuja kututendea mema. Hallelujah. Niwekee Exodus chapter 8 verse 16. Nataka kumaliza tuombe. Exodus 8:16. Bwana akamwambia Musa, waambia Haroni, nyosha fimbo yako ukayapige mavumbi ya nchi ili kwamba yawe chawa katika nchi yote ya Misri. Leo ni siku ya kupiga vumbi. Na itakuwa chawa kwa wa Misri wote Jesus name. Hallelujah. Moses akaambiwa fimbo uliye naye. Unajua hiyo wacheni nimwambie. Tupateni funzo kutoka leo tuelewe vile tunaroga na warogi. Mchanga kama hii inachukuliwa my friend. Anaiongelesha. Inasemekana wewe ulienda Nairobi kutafuta utarudi bila chochote. Na hivyo ndio inakaa. Wewe nao unaniita shida. Yaani kuna kitu kingine unaweza kusema sauti ni shida. Saitani ndio mnapiga kwa sauti kubwa mtakambi kutaja jina la Yesu. Leo unaangalia jina shida. Sasa sema ushindwe. Leo sina ubaya. Hallelujah. Hii mchanga dina. Hii mchanga my friend, mtu magi, bali umewekewa. Si mguu yako ya kulia hii kidole kubwa imeisha kujikuna. Ona kaya tena. Shonwa tena kuna. Si unakaa unajikuna. Mpaka unakaa unaona inatoa tumbosi za white. Ushawahi kujua nini ni mchanga? Ilichukuliwa kwa hiyo kazi. Mjikune mpaka ipishe. Mchanga. Lakini kutoka leo nimesema in Jesus name. Hiyo kazi itakuwa nzuri in Jesus name. Utapata matunda. In Jesus mighty name. Moses aliambiwa usishinde kuhangaika. Hawa Misri nataka wajikune wote. Akaambia chukua fimbo. Waunganisha hiyo mchanga, hiyo mavumbi. Hallelujah. Itakuwa chawa
kwako ni kujikuna. Anasahau kama alikuwa anatoroka anarudi kwa nyumba. Kutoka leo nasema in Jesus mighty name. Ni Mungu amenipatia fimbo. Na nasema in the name of Jesus. In the name of Jesus of Nazareth. In the name of Jesus. 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 Unapiga hii vumbi. I am a vumbi from today. In the name of Jesus. Itatoka chawa na mabaya kwa Waamori. In Jesus mighty name. Na kuna shida tena. Wale walikuwa na kuangaisha, Mungu will keep them busy from today. In Jesus mighty name. Wapate chawa ndani ya mioyo yao, wapate chawa ndani ya miguu yao, wapate chawa mahali popote. Hallelujah. Niwaachane na wewe. Kwa muda kidogo ndio waweze kumwamini, kuamini. Wajue kuna Mungu aishiye milele. Waweze kuokoka. Paulo anasema ya kwamba wengine wanastahili kuteswa miili yao ili waweze kuokolewa roho zao pamoja na miili yao. Wakati ule mwenye dhambi anakuhangaisha, anaenda kwa mganga, anafaulu, anakuroga mpaka unakuta kila kitu inaharibika. Yeye anafurahia sana kiona umevaa nguo imeraruka. Na kutoka leo in Jesus mighty name, Mungu anakuja na njia nyingine mpya. Hii mchanga hii tunaendelea in Jesus name. Makubwa itafanyika katika jina la Yesu. Moses aliambiwa usishughulike. Hawa watu wanakutesa na wanatesa Israeli. Kwa maana wanaenda wakati ule mnaenda kulima ngano zao, wanafuatana na nyinyi. Tunataka tuwakipu mbisi, chao ijae ngozi ndani ya nguo zao, na usiku iwakule wakosa usingizi. Wakikosa usingizi, atakuwa anajikuna analala. Nanyi mnakete mnapumzika. Hallelujah. Amen. That is what hiyo ndio ilikuwa njia ya kuokoa. Wakati kulala usiku ni kujikuna kwa vitanda. Asubuhi ile mpigwe, ndio mpige mhesabio wale wanaenda washamba ya ngano. Kwa ajili ya usingizi na kujikuna. Atapata nafasi kweli? Hivyo ndio Mungu anahitaji afanye watu siku ya leo Jesus name. Leo sinasikia sina huruma. Ndio tupumzike kidogo. Wajikune, wapate mabaya, ndio tupate kupumzika. Hallelujah. Si walikuwa naona ni vizuri? Hii mchanga tunaenenea. Nataka kuuliza hapa, kuna mtu kwao mchanga yao ilinenewa vibaya? Hebu simama tuambie ilinenewa nini? Hebu patie mic. Nataka practicals like now. Ndio sasa tuanze kuomba. Wewe shamba yenu ilinenewa. Na tuambie kama kuna issue. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe tena. Mimi mahali natoka niseme ni kulaaniwa kwa sababu wakati wazazi wetu waliapa ya kwamba sisi sote tutaangamia. Lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tulitoroka. Sisi sote na tukawaachia. Ukaacha hiyo shamba? Tuliwaacha hapo. Mungu atatenda mema kutoka leo. Hiyo laana na inaenea. In the name of Jesus. Haitaangamiza nini tena. In Jesus mighty name. Ulienda namna gani? Asifiwe Bwana. Kukaa kiwanja kufa, alisema hiyo shamba isiwahi uswa, lakini manti waliuza. Watu wanakufa na kansa kila mmoja. Sikia. Hakuna kansa itaua watu tena from today. In Jesus mighty name. Una mtu yoyote mwingine laana iliachwa ikaongewa maneno? Nataka haya maneno tuangalie, usiseme ya kwamba nilikuwa nimepanga watu. Bwana Yesu asifiwe. Sisi kwenye baba yetu ametoka, babu aliacha amegawa shamba, nyanya naye akabadilisha kulingana na vile sisi wakikuwa tunanemu watoto, akabadilisha na vile ukali kufa
alisema hivyo bila ameacha imegawa hivyo. Sasa saa hii wenye waligawiwa watoto wao tu wanahangaika, sisi tu ndio tulisalvage kwa sababu tulitulia kwa Mungu. Hao watoto wao ni wagonjwa, wengine hata wajielewangi, wako tu na ile confusion ya ile kubadilisha ile shamba ilikuwa imegawa. Sisi tukienda huko lazima tuwe na ombi kwa sababu tunapoenda huko ilikuwa ikifika mwezi wa 6 kazi zetu zinaisha juu ya hiyo shamba. Tulipokuja hapa pia mtumishi akatuombea na kwa kuwa na hiyo ufunuo. Sasa shamba sisi huwa tu affected but au wengine wa affected kwa ile na babu aliacha na nyanya pia kwa sababu alibadilisha shamba ilikuwa imegawa. Barikiweni. Kuna mwingine ameona shamba lao ina maneno mengi. Nataka tuangalie hii maneno iko katika familia zetu. Jo baada ya maombi uamini kuna jambo Jehova atatenda. Bwana Yesu asifiwe. Yetu ni ya nyanya yangu. Wakati babu wangu alikuwa hai, kuna kipande alikuwa amekata akasema isiwahi limwa, hata mtu asijenge hapo, isiuzwe, isifanywe lolote. Juzi tu mayanko alienda akaona imekaa sana, akauzia Vika wa ACK. Kuuza yeye alikufa. Sasa amekufa. Ule alikufa ni mwenye kuuza au ni mwenye kununua? Mwenye kuuza mayanko. Na mama yake sababu waligawanya pesa, ako hivi tu alikufa. Sasa akiwa mama ako ward naye aliko amekufa. Alimwacha akiwa kwa ward. Sababu ilikuwa imeambiwa isilimwe, isifanywe chochote, imewachwa tu pale mwisho. Hebu patia Mungu. Usikie maneno ya mchana. Kutoka leo hakuna mtu atakufa kwenu tena sababu ya ushamba. Tumeondoa hiyo laana in Jesus name. Bwana asifiwe. Yetu ni shamba tuligawiwa na shosho yetu akagawia mamangu, lakini ilikuwa na mabishano ya mko yangu, mamangu asipewe sababu hakuwa ameoneka. Kutoka hapo mko yangu hakufurahia, kwa hiyo na akasema kunataki, alikuwa amejenga kwa hiyo shamba na akasema isiwahi bomolewa na mwenye atachungulia hakuna mtu hata mmoja asiwahi, yani kusiwa hata mtoto wetu hata mmoja atawahi chungulia kwa hiyo ni tanki ya maji. Na ukipitia hapo utafunga macho. Tunapitanga tu. Sasa unafanya nini? Tunapitanga tu. Sasa wakati mamangu alikufa, mimi kwenda kuongea na niko yangu aliniambia nisiongee sana sababu tanki imeshaanza kuongea. Tanki imeanza kuongea? Nasemanga mnasema Mungu akubariki sana. Hiyo tangi itaongea tena from today. Amen. In Jesus mighty name. Amen. Naomba malaika wa amani asimame ndani ya boma. Amen. Bwana bariki sana. Amen. Hii mchanga uongea. Amen. Tuko pamoja. Leo nataka tuombe. Uwezi kujua hii maneno unapitia inatoka wapi katika maisha yako. Si ule ndanda ametoka ukambani. Jana ndiye alisema hapa. Aliota akiumwa na nyoka. Asubuhi aliamuka akiwa damu imemwagika kwa kitanda. Hebu niambie, unaota ukiumwa na nyoka? Baadaye iwe ni ndoto, asubuhi unakuta ya kwamba damu mahali uliuma kuna kidonda. Na ndio watu wanacheza. Let me tell you, mtu ule ucheza na jambo ni ule halijui. Ule hajui jambo lolote, ucheza naye. Utacheza na mama sababu hujui hatari yake. Jina la Bwana liinuliwe. Hii mchanga hii inaongea. So ningekuomba wewe, kwenu kuna maneno ya shamba na kuna maneno imeongewa. Siku ya leo nataka tunenee mchanga tumeshika in Jesus name. So wewe ulikuwa unaona kama mchezo, wewe endelea ukiona. Unajua kuna watu, hakuna safari yoyote ya kiroho ya Musa, safari ya kiroho vile aliongoza watu ilikuwa na dada na Kora. Na katika ufalme lazima hakuwa na kikwazo. Katika ufalme wa Daudi, kijana wake ndiye alikuwa kikwazo kubwa sana. Daudi akibariki Solomon kipande hii, naye kijana yake anatiliwa mafuta the other side.
Katika safari ya Yesu kulikuwa na Judasi. Every safari in this world ina kikwazo.